Leo nitakwenda kufundisha namna ya kutumia small function pamoja na rows na columns function. Bwana, kabla ya kujifunza small function, naomba nikupitisha haraka katika kuona namna ya kutumia function hizi mbili ndogo zinaitwa rows pamoja na columns. Sasa rows na columns huwa zina kazi sana wakati wa kufanya data analysis na wakati wa kuingiza formula mbalimbali. Huwa zinaingia kwenye formula mbalimbali kwa ajili ya kufanya kazi tofauti. Sasa tuanze na rows. Rows huwa inafanya kazi kwa kufuata vertical. Wakati columns inafanya kazi kwenda horizontally kama unavyoona mishale hivi inavyoonyesha. Columns inaenda hivi wakati rows inaenda upande huu. Tujaribu kuingiza hapa formula ya rows equals to, tutaandika rows and then tutaselect array, I mean range. Range yetu tutaselect itakuwa ni A7 through A7, alafu tutabana, na unashauriwa kuweka absolute cell reference kwa sababu ndipo ambapo ni kama mahali unapofunga kamba. Unafunga kamba kwenye mti ili uweze kuvuta kitu. Ukiacha hivi ni kama kamba umeenda kuiegesha tu, unapovuta itatembea. Kwa hiyo hautaki ile kamba itembee, ndio maana unafunga knot, unafunga knot au kifundo ili kamba unapovuta iweze kukaza vizuri. Kwa hiyo kwenye mfumo wa rows function na wenyewe lazima ufunge knot, ambayo ndio hizo $sign huwa ni sign ya kuonyesha kwamba umefanya nini, umefunga knot ili formula isitembee, igande hapo wakati unavuta kwenda chini iendelee kuexpand zile rows. Kwa hiyo tuta control enter, inaonyesha moja. Kwa hiyo tuta drag kwenda hapa chini. Kama unavyoona ina increment as long as unavyoendelea kufanya nini, kuvuta kwenda chini. Lakini tusingefunga hizi $sign, let's say tunaziondoa. Ukiondoa $sign ukaiacha hivi alafu ka control enter, alafu kavuta, umeona hizo kote inaweka moja, which means huwezi ukapata kile kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo $sign ndivyo inavyofanya kazi. Kwa hiyo tukija na huku upande wa columns nayo inafanya kazi hivyo, tutaweka equals to columns. Na yenyewe tutaselect column ya C, itakuwa ni C6 through C6, alafu tutabana. Always na yenyewe weka note hapa, yani absolute cell reference, na click hapa and then una control enter. Yenyewe hudragi kwa kwenda chini, una drag kwa kwenda horizontally kwenda hivi ambako mshale unaonekana. Unaona, na yenyewe inaanza 1 up to 10. Kwa sasa hizi zinatumikaje? Sasa tuingie kwenye mfano wa pili wa small. Small huwa inatumika kwa ajili ya ku increment numbers kutoka from smallest value to largest value. Tutaweka hapa equals to, tuone small inavyofanya kazi ikiwa ndani, ikiwa pamoja na rows. Tutaweka equals to, tutasema small. Tuna select small ya nini? Tutasema wastani. Tutaselect wastani small kutoka kwenye hiyo array hii hapa mpaka hii hapa. Tunataka tutafute smallest wastani hadi largest. Na hii lazima range tuilock ili isiweze kutembea, kwa sababu tunataka ikae ndani ya range hiyo isije ikatembea kwenda chini. Control enter. Haya, sasa tumeshaweka small hapa. Sasa baada ya kuweka small inataka K ni kama first, second, third, fourth, first small, second small, third small, fourth small na kuendelea. Kwa hiyo hapa sasa kwa kufanya hivyo tutatumia rows. Kwa nini? Kwa sababu tunaenda chini, ndio maana tunataka kutumia rows. Tungekuwa tunaenda upande huu tungetumia columns. Kwa hiyo tutatumia rows. Tutasema rows, select rows hapa tunapo type, tutakuwa ni J8 through J8. Alafu then kumbuka tunafunga noti hapa kwenye J8 inapoanzia F4. Weka hapa ndio inaonekana vizuri. Alafu tutabana, tuta control enter. Alafu tuta double click, peleka mpaka hapa chini.
imetuonyesha kabisa kama mnavyoona imeanza na wastani mdogo kabisa mpaka wastani mkubwa kabisa. Umeona? Na hapo kiangalia wastani mkubwa kabisa ni 87, ndio hii hapa. Kwa hiyo inaanza from smallest to largest. Sasa tuje kwenye mfano mwingine ambao unaonyesha small lakini small yake ndani yake haina rows. Rows tutaiweka hapa kwenye SN. Kwa hiyo tutaingiza hapa rows, tuta select array ambayo ni M8 through M8. Tutabana hii hapa, tutakuja kuilock kama kawaida, kuifungia not M8 F4, control enter, alafu tunaweka mpaka hapa. Alafu baadaye tutaselect small equals to small, tutasema range ni hii hapa, alafu F4 comma K, kwa sababu tumeshaweka small hapa, tutaweka K itakuwa ni hii hapa, alafu tutabana, alafu tuta control enter, double click mpaka chini, inaleta kama hii huku. Tusema hii tumeseparate, small iko pembeni na iko pembeni. Sasa hii huwa inatumika sana ukitaka kupata top 10, top 5 na kuendelea. Kwa hiyo hapa kwa mfano tutakuja kuedit kwenye small hapa. Tutasema hivi, tunaicopy hii kwanza. Alafu tunasema if, tunaweka condition if hii hapa ni greater than hii hapa, tunaiambia comma leave empty, otherwise tupe hiyo formula. Alafu control enter, double click hapa, umeona inaleta errors. Hatujailock hapa greater than, ndo mazala sasa ya kutokulock. F4 na lock hapa F4, and then control enter, and then tuna double click. Umeona tulikuwa tujailock, ndio maana imeleta matatizo. Usipoilock inaanza kutembea ovyo ovyo hii hapa. Kwa hiyo hapa kwa sababu pana 5 na hapa itaishia mwisho 5. Kwa sasa ukiweka hapa top 10 na yenyewe inaongezeka zile top 10. Ukaweka top 16 kama ilivyo inaweka zote. Sasa tukisema top 3 inaleta top 3 peke yake. Umeona ni automatic. Sasa nimesha kufundisha namna ya kuondoa errors. Kwa hiyo unaweza ukaweka hapa if error hii formula nzima hii, kama kuna error basi isilete chochote. Control enter kwenye small, alafu double click kwenda huku chini, unapata template clean kabisa ambayo itakusaidia kufanya mambo mazuri. Kwa hiyo ukisema top 10 automatically inakuja, ukisema top 1 inakuja mmoja, ukisema top 16 inakuja zote, ukisema top 20 kama kawaida. Kwa hiyo tuache hapa top 5 tu, top 5 yetu. Unaweza kuacha top 5. Sasa hii huwa inatumika sana kuangalia top 5 wa mwisho kwenye function ya small. Video itakayofuata nitakufundisha namna ya kutumia top 10 wale wakali 10 inayoanzia na inaitwa large. Hii ni small, sasa tutaangalia large. Large inaanza kubwa kuja ndogo. Hii small inaanza small kwenda largest. Tuje mfano wa mwisho ambao ni huu hapa. Pia unaweza ukajua namna ya kutafuta position, yani somo lililofanya vibaya kwa kutumia small. Kwa hiyo utaweka equals to hapa kwenye civics, utasema small. Kwenye civics utaselect range ya civics. Hapa wanafunzi wako wengi kidogo. Alafu utalock hiyo range. Kisha ilock, ngoja tuweke kwenye formula kabisa, formula bar hapa juu. Utagonga itakwambia K utaweka hii hapa. Smallest ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho. Alafu utafunga, control enter. Alafu uta double click kwenda chini, itakuonyesha itaanza na smallest kwenye civics mpaka aliyepata largest. Aliyepata largest ana 100. Huyo hapa ana 100.
Kwa hiyo utaenda na masomo mengine vivyo hivyo, na history tuweke na history hizo nyingine, na tutakuachia kama zoezi. History utasema small, alafu utakuja uta highlight kwenye history hapa. F4 hii range sitembee, utasema koma. K yetu itakuwa ni hii hapa ya position, alafu utabana control enter. Unaona kwa mfano hapa umeanza kuona vizuri. History hakuna alianza na 0, lakini civics walianza, kuna mwanafunzi ameanza na 0. Tukienda na geography small, na select geography F4, tuja hapa kwenye formula bar hapa, koma K yetu hii hapa, tabana control enter. Na geography pia hamna alianza na 0. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo ni rahisi kutrack masomo yaliyofanya vizuri na yaliyofanya vibaya. Kwa hiyo nafikiri hivi ndivyo tunavyotumia small. Sasa kwenye video zitakazofuatia, tukianza kujenga database vizuri, nitakufundisha namna ya kutumia index na small, namna ya kutafuta jina la mwanafunzi aliyepata hii 0. Itamweka hapa. Kwa hiyo jina la mwanafunzi na marks zake zote atakuwa anawekwa huku mwishoni, regardless yuko position gani huku upande wa huku. Yenyewe itaenda kumtafuta, itakuja kumweka huku. Kwenye video zitakazokuwa zinafuatia, nitakuwa natumia ile advanced tutorial kwa wale ambao ni professional users of Microsoft Excel. Mtajua namna ya kutafuta hizo kwa kutumia index and small function. Ndani yake kutakuwa na conditional if. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel. Karibu sana, tufuatilie katika channel za TikTok, tufuatilieni TikTok, tufuatilie YouTube channel, hata Instagram kwa TZ Excel. Tunafanya kazi kubwa, tutaelimisha watu wengi. Kwa hiyo kama una maoni, please share kwa wengine. Tuachie maoni yako hapo chini kama unayo, lakini vile vile usikose kushare kwa wengine. Subscribe kwenye YouTube channel yetu, tufuatilie TikTok, tutakuwa tunakuletea mambo matamu sana katika wiki zijazo. Asanteni sana, hadi wakati mwingine tutaonana tena.